Watu wangu wa Mami Podcast, kujeni tuambianeni vitu zingine ukweli. Ruto ameshindwa Olkarau. Ruto ameshindwa Olkarau. Na ushindi ya Olkarau ni mfano na tena ni kama message. Kujeni hapa tupige gunzo kidogo. Olkarau, Ruto ametumia shilingi bilioni 10. 10 billion pesa nye ametumia. Ili ndio ahifadhi nini? Ahifadhi hiyo kiti kwa upande ya kwake. Na imekataa. Na vile imekataa, alijaribu kutumia mbinu zingine za hapa na pale. Unapata kwamba inaitwa intimidation tactics. Wote tuliona jamaa alikuwa anajaribu, ametuma goons. And nowadays our goons si raia. Let's remove that terms goons kwa raia. They're not raia. Tunajua ni watu gani wanafanya hiyo kazi. The state people ndio wanafanya hiyo kazi. Now, jamaa alikuwa amefaitia juu chini apate hiyo kiti. Lakini hiyo kiti imefanya nini? Imeenda. Na kama imeenda na Rigathi Gachagua. Na raia wamefanya kitu moja mzuri. Kwanza number 1, wameprotect with all their means kuona kwamba vote zao hazijaibiwa. Watu wa Olkarau wakati nye walikuwa na sindikiza gari ende ifanywa Tallying Center, walisindikiza gari yenyewe mpaka wapi? Mpaka kwa polling station. Number 2, watu wa Olkarau wako wanataka ile kuruhusu gari yoyote yenye si ya IEBC kuingia pale ndani. Kwa sababu hii ndio mbinu tumekuja tukagundua. Jamaa wanatudanganya ni IEBC officials. Kumbe wametumwa na huyu jamaa akuja ibe kura. Na ukiangalia saa hizi mtu yoyote ambaye atasimama na chama nye CDCP Central, huyu mtu atakuwa na kazi ngumu sana kumpenetrate. Kwa sababu right now ukitaka kupoteza vote yako, wewe jidanganye umesoma na UDA. Wewe ni nyumbani direct. Especially kama uko wapi? Kama uko hapa Central. Number 2, Ruto is in panic. Ruto anaogopa kwa hivi sasa. Anajua this game is over. Na hii uchungu kwa kila mtu. Kila mtu anafeel hiyo uchungu saa hizi. So Ruto saa hizi ako in panic kabisa. Na hakuna mwenye, by the time anakuja kuvunja bunge, I'm sure atabaki wabunge wachache sana pande kwake. So saa hizi ule jamaa anatafuta mbinu. Atatafuta mbinu ya kushinda kura, na hiyo mbinu itakuwa ngumu sana. Aidha aenda ongea na pande ya Nyanza. So hii ni kazi ngumu sana kwa Mr. President wetu.